Ukiangalia knowledge based examination inapima kama ile kitu ulikariri. Knowledge based examination inapima kama ulikariri ile kitu. Utaisema vile ulisoma kwa textbook ama vile mwalimu alikufunza darasani. Lakini competence based examination inaenda deeper. Kuuliza kama sasa ile kitu ulifunzwa darasani unaweza ukiapply in a practical way or in a case study way or in a reality way. Hiyo Kiswahili zangu na Kizungu inaeleweka? Hizi ndio baadhi za vitu zenye naenda kuangalia kwenye presentation ya leo. Cha kwanza, tunaenda kujiuliza competence based examination ni nini? Lazima tuielewe kwa sababu tupende tusipende kwenye national examination hizi maswali za competence tunaenda kuzipata na zitakuwa na uzito mkubwa. Kwa hivyo lazima tuzielewe kwa upana. Sijui kama mnanielewa? So we are going to look at the understanding of competence based examination, the intent of competence based examination. Nikisema intent of competence based examination tunajiuliza inapima nini? Competence based examination inapima nini? Sijui kama mnanielewa? Alafu cha tatu, the indicators of competence based examination. Tukitaka kujua tukiwa kwenye examination ni vitu vipi zitatuonyesha kwenye hiyo swali. Hii swali nataka nijibu kuiapply. Hii ni competence based question. Sijui kama mnanielewa? Hizo indicators ni gani? Ili tukiziona kwenye examination tunaweza kuziunderstand na tuziapproach kwa jinsi competence based examination zinafaa kujibiwa. Mnanielewa? Cha nne, tunaenda kuangalia the focus of NECTA examination. Ni nini watu wa NECTA wanatafuta? Hapo mngepiga makofi. Tunaenda kuangalia NECTA wanapima nini? Tukiongelelea competence based examination. Ni nini wanaenda kupima? Ama ni nini wanahitaji ili muweze kuyajibu hivyo? Then we are going to look at the format of the exam. Then we are going to look at the format of NECTA examination, tips of answering competence based examination. Tips ni nini kwa Kiswahili? Tips of answering. Dondozo. Tips ni dondoo. Hiyo yenye amesema. Tips of answering competence based examination. We are going to look at traditional versus competence based question, how to answer the approaches to use, and then hapa ndio kutakuwa kazi sasa. Nitawapatia swali kwa groups na mtaweza kupresent ili ni watest kama mko tayari kuanza zile maswali zenye mnaenda kukutana nazo kwenye mtihani ya taifa. Tuko sawa? Let's continue. So, the first topic was looking at understanding competence-based examination. We've said this particular type of questions test the learner's ability to apply specific skills and or knowledge. Inakutest vile tulisema mwanzoni. Zile vitu zenye mlifunzwa darasani, mnaweza mkai-apply kwenye reality. Sio kuidefine tena. Sijui kama mnanielewa hapo. Ile knowledge yenye mlikuwa mnajua. Hebu mnipatie example ya somo moja. Somo moja yenye mmefunzwa ni gani? Ualimu kwa vitendo. Zile techniques zenye mmefunzwa pale, mkiletewa sasa case scenario or case study or scenario based question. Zile techniques zenye mlifunzwa kwenye ualimu kwa vitendo, mnaweza mkayatumia, mka-apply, mkajibu hiyo swali. Sijui kama mnanielewa. That is competence based. It is a shift from testing what you remember to what you can actually do. Inamaanishaje? Tukiangalia competence based examination, inaenda kwa undani. Inapima kama ile kitu ulifunzwa haukumbuki tu, ila unaweza elezea kwa upana wake. And then traditional content based system focuses on memorizing of a context or what is taught in a textbook. But competence-based system look at the mastery backed with evidences to show that you have earned those particular competencies.
Kwa ufupi, tukiangalia traditional based examination, ni zile za list 4 types of communication. Define what is communication. What are, sijui kama mnanielewa. Those are traditional based questions. So traditional based questions ni rahisi kujibu. Sijui kama mnanielewa. Ni rahisi kujibu kwa sababu utakuwa tu unazimention vile ziko, vile ulifunzwa darasani. Ukiambiwa list, si utakuwa unazilist tu. Ukiambiwa define, zile definition mwalimu alikupea unaweza iweka tu pale vile alikupea, si ndio? Mnanielewa vizuri? Lakini competence based haitawahi kukuuliza maswali kama hayo. Hayo maswali ni ya traditional based questions where they are testing the knowledge, they are not testing the competencies that you are supposed to apply. Mpaka hapo tuko sawa? Kiswahili yangu ni ya mdomo chenu? Inaeleweka? Tuendelee Susan. What is the intent? Pale tulikuwa tuna understand tu competence based question. Pale tumetoka nilikuwa naelezea competence based question. Hautawahi kupata competence based question when unaulizwa vitu za define, list, explain. Hapana. Utakuwa unaletewa a situation. Alafu yale majibu unafaa kuyatoa kwa upana yao, kuapply zile vitu zenye ulifunzwa darasani. Hivyo ndio tumesema. Lakini intent ya competence based examination ni nini? Cha kwanza, it is performance oriented. When I talk of performance oriented, competence based examination, it is not looking at what you know. Haiangalii ni nini unajua. Wengine wenu labda hata nikiwaletea exam sasa hivi, mnaweza jibu nikiwauliza tu based on topics zile walimu waliwafunza. Kila mtu anaweza kuzijibu. Si ndio? Kwa sababu nitakuwa nauliza swali based on what you know. And what you know is derived from what you are taught. But when you are looking at competence based, it is looking at what can you do. It goes beyond what you know. How can you apply that knowledge? What can you do with that knowledge? How can you show that you understood what the teacher or the facilitator was teaching you about that topic? Sijui kama mnanielewa. Tuko sawa? Wanyuma tuko sawa? Naeleweka? Kiswahili na mdomo chenu? Haya. Another intent of competence-based examination in a focus on mastery. You need to demonstrate a comprehensive understanding that you have required the needed competencies. Tukiongelea competence-based, tumesema pale number 2. Sio tuku mastery kwa Kiswahili ni nini? Mastery kwa Kiswahili ni nini? Hiyo yenye mmesema. Competence based haiangalii tu kama ulimaster. Sijui kama mnanielewa? Niko na mtoto wangu mmoja, nilikuwa naonanga akirevise, anafanya hivi, anaangalia textbook alafu anafanya hivi. Hiyo ni mastery. Sijui kama mnanielewa? Kwa sababu atakuwa anaandika tu zile vitu vile anazisoma pale ama vile amezisummarize. Sijui kama mnanielewa? But competence based, it is going to require you to demonstrate a comprehensive understanding and an analyzing of a particular given situation. Sasa pale kama ulikram, what is communication? Types of communication, methods of communication, techniques of mbinu ya sijui ualimu. Hapo ndio unaanguka sasa. Kwa sababu utakuwa unasema, mimi nilikuwa nasubiri swali ya techniques ya walimu kwa vitendo. Mbona hajaniuliza hiyo swali? Kumbe ameuliza pale kwenye a given case study. Sijui kama mnanielewa? Sijui kama tunaeleweka? So that is going deep beyond just a mastery. Then it's focusing on the gauge or mastery of the subject versus the grading system of comparing students to each other. Competence based haiangalii nani namba 1, nani namba 2, nani namba 3. Hata NECTA wakienda kuwapima hawatataka kuangalia nani amepata 90, nani amepata 100.
wanakuwa na interest ya kuangalia nani ameelewa kuapply. Hapo mnipate sawa. Sasa hapo kwenye application ndio nataka walimu wa Singida tuende tuwaonyeshe wale watu dust. Kwa hayo yote yenye mlifunzwa, hawako interested kiki sana, at least nini? Wanataka kuona kama zile vitu zenye mlifunzwa mnaweza zika-apply. Na kwa nini hiyo ndio interest yao? Kwa sababu the world is changing. The world is transforming. Saizi unapata mtu alipata first class lakini haizi aka-apply hiyo first class yake. Ni bure. Hiyo first class yake haiwezi kumfanyia kazi, si ndio? Lakini yule ana ujuzi ya kutransform na kutranslate ile knowledge yenye alifunzwa darasani, ndio atakuwa anaweza fanya kazi. Sijui kama mnanielewa? Ndio maana uzuri nyinyi ni walimu. Na nikiongea competence base, najua mnapatianga wanafunzi wenu swali zenye zina test kama walielewa zile competencies. Kwa hivyo kwenu haitakuwa kazi ngumu. Mnanielewa vizuri? Sijui kama naeleweka. Kiswahili ni ya mdomo chenu. When you're talking about competence-based examination, it is focusing on practical demonstrations, stimulations, portfolios, and real-world tasks. In simple terms, tukiongelelea competence-based, inaleta kitu yenye ina happen. Wacha niwapatie example. Watu wa science. Wenye wanafanya science muinue mkono juu. Kama we unafanya science courses. Aya, mimi sikufanya science, nilifanya arts, lakini nitawapatia example ya science. Si unaonanga tukienda hospitali, nini kwanza daktari anakuuliza? Anakuuliza nini? Very good. Unasikiaje? Utaanza kueleza, nasikia baridi, nasikia kizunguzungu, nasikia sijui huku hizi vitu zinaitwa nini? Joints. Viungu vinaumauma, alafu ukiongea anafanya nini? Si mnaonanga wanaandika? Wanajaribu kupata muongozo. Huyu atakuwa anaumwa malaria, kama si malaria atakuwa anaumwa hiki. Vitu zenye zinaendana na hizo vitu zenye wewe unaongea. Sijui kama unaelewa? Now, when we are talking about a competence-based examination, inakuletea kitu real. Inataka ujue. Nikikuletea, Joan had certain symptoms. She was vomiting profusely. She felt dizzy. And when she was trying to take some water, she abruptly collapsed. Diagnosed the possibility of Joan's sickness. Ukisoma, na ndio maana nilikwambia naenda kuwarahisishia mambo. Niwaonyeshe mtihani ikikuja. Ukiona hiki, unafaa kujibu hivi na hivi. Hiyo ndio kitu imenileta leo. Na wenye watanisikiliza, mutapata A. Hapo nilisema na sidanganyi.